Kia salamu ya Mwenyezi Mungu. Vipi, umefika muda mrefu eh? Mbona unikosea adabu? Sio kwamba nakosea heshima, yani wewe ndio unaonekana kama tatizo. Mzee nisikilize. Mimi najua kama umeshaoa. Ila uchaguzi ukienda kuwa wa haki, tutapata kiongozi mzuri. Yani siishiwi hamu ya kukutazama kwa sababu yani wewe ni mwanamke ambaye una sura nzuri. Ukinitazama kama vile unaniita njoo. Kwa hiyo yani nazidi kufurahia na napata raha. Jambo jingine, wewe ni mwanamke ambaye una muonekano. Kingine ni mwanamke mwenye mvuto. Yani unakuwa unanivuta tu muda wote. Binafsi sichoki. Tutajifungia ndani miezi hii mitatu. Maana hitaji langu nalo mimi. Hatuna amani nyumbani na kazi. Nakuita uitiki. Odi. Wewe mwanamke. Umelala au umeamka? Chumba cheupe mwanamke amebeba kila kitu. Hatuna amani nyumbani na kazini. Ugomvi mitaani kama tuko vitani. Ndoa zetu majumbani zishakuwa matatani. Ugomvi majumbani, hakuna amani. Haki wapi haki? Mchungaji, samani kidogo. Kwa hiyo miezi mitatu yote tunakuwa tumekaa tu ndani, haufanyi kazi yoyote. Wewe hilo achana nalo. Kazi ambayo nakuwa naifanya si ni mimi na wewe. Yani mpaka hamu yangu ishe. Sasa kingine nini jambo? Mimi ndo najua, najisikia mimi. Sawa, ninachokiongea kiko moyoni mwangu. Lakini lengo la kukuita hapa ni jambo moja tu. Unajua nikiendelea kusubiri muda unaenda. Na kama tulivyozungumza hapo awali. Sawa, mimi nakuhitaji sana tena sana tu. Unaona? Kingine yani nakusikiliza wewe kwa sasa hivi tunafanyaje? Hii ya kigani bwana mke sasa hii tunaoa mbwa kama hizi za kazi gani? Anabeba kila kitu, makochi, TV, kitanda nimenunua kwa hela yangu mimi. Haki iko wapi sasa kama tunatafuta haki kwa wanawake hawa wako wapi hawa? Tukiaua serikali nasema tunaonea. Tukiachinja anasema tunakosea wanaume. Sasa cheki anabeba hadi boxer mwanamke. Haki zetu. Samahani mchungaji kama nitakuwa nimekupotezea muda. Bila samahani. Nafikiri unifahamu, ila mimi nakufahamu vizuri sana. Mimi ni mume wa muumini wako mmoja ambaye anaitwa Juliet. Juliet ni muumini mzuri sana kanisani kwangu.
Ningependa nisaidie kwa sababu na maswali kidogo kama mawili au matatu. Binafsi upande wangu mimi sina shida yoyote. Vipi, ulizungumza na mwenzangu? Kiukweli nilizungumza naye. Binafsi nilivyomuona hakuwa tayari katika swala hilo. Alitia ngumu sana na yani kiufupi kwamba alikataa. Lakini mimi hiyo hainiletei shida kwa sababu muuaji ni mimi. Unahisi hayo mawazo yako yapo sahihi kweli? Kwa sababu yule ni mwanamke kaolewa. Unanielewa? Mimi niko tayari, ila mwenzangu ndo katia ugumu. Hauoni kama tutakuwa tumeenda kinyume na maadili ya dini? Itakuwaje mimi nikienda kwenye ile ndoa pasina ridhaa yake? Unahisi nitakuwa namtendea haki? Mungu ulinipa mbwa ya nini kwa Lusiri? Nabeba kila kitu chumba cheupe kweli jamani, nimehangaika mimi miaka yote. Serikali kila siku inasema tunaonea wanawake. Watu wanatafuta haki wanawake. Sasa cheki zinakuwa stahili kweli. Kuna haki gani hapa sasa? Hapa kuna haki gani? Serikali inatetea wanawake hawa watu hivi. Haina shida. Kama haki zinapatikana kwa wanawake tu, sasa sisi wanaume tunatoa haki haki zetu sasa kwa stahili. Haki zetu sisi wanaume tunatoa wapi? Kama watu wanamke anasema kila kitu. Nimeteseka mno mimi. Nakosa haki zangu. Leo hii mwisho wa siku naambulia mimi kunabeba kila kitu. Nabeba kila kitu. Ugomvi majumbani, hakuna amani. Hivi mchungaji, kanisa lako mpaka sasa hivi lina waumini wangapi? Asante sana Mungu. Kiukweli huko nyuma tulikuwa tuko chini sana. Waumini walikuwa ni wachache. Lakini kwa sasa Bwana amewanyanyua na hasa wakina mama, kwa sababu mpaka sasa hivi kanisa letu kwa ujumla tuna waumini 110. Wanaume wako wangapi na jinsi ya kike wako wangapi? Unajua kwa sasa Bwana amewanyanyua sana wakina mama. Wakina mama kanisani kwangu wako 90. Lakini wakina baba wako nyuma sana, wako 20 tu. Hii changamoto. Hapo sasa nimeelewa. Hicho ndo nilichokuwa nahitaji kujua. Unawezaje kukaa na wake zetu katika kanisa lako hali ya kwamba wanaume zao wafahamu? Hivi uoni kama wewe ndo chanzo cha migogoro katika ndoa zetu? Maana hata Mungu pia hapendi. Sawa, lakini nisikilize nikwambie. Najua si dhambi mimi kuoa mwanamke wa pili hata kama yule hataki. Sio, unanielewa? Naelewa na imeandikwa. Yes. Sio dhambi. Lakini yeye hataki. Lakini mimi naendelea kunyanyasika. Kwa nini nisitafute suluhu ambayo mimi moyo wangu utakuwa na amani? Nahisi bado hatuelewani. Haujanielewa sijui, naomba nikwambie tena. Badala ya kunyanyasika wewe kwenye ndoa yako, mimi nitakuwa ninamnyanyasa yeye kwenye ndoa yake. Sitaki mambo yawe hivyo. Nenda ukazungumze vizuri na mwanamke wako, akikubali mimi sina shida yoyote. Hata kama ni leo jioni tutafunga ndoa. Tuendelee tu kulipa muda. Sawa. Binafsi kulingana mimi ninavyokupenda. Sawa, na siko tayari kukupoteza. Nimekubali. Nashukuru kama umenielewa. Anko yu, ndio mwanangu mimi nakuelewaga ile mwanangu. Live mwanangu. Ndio maana nikiona mtaani hapa watu wanakuletea yeyushe mimi wana wa mind kinyama yani. Hebu nipe mambo hapo. Kula kitu kwanza hicho mwanangu, kitu kila hicho. Ila ni dry hiyo mwanangu. Mwanangu na wewe ulivyokanyonga mwanangu, uko kama mwanafunzi mwanangu. Mwanangu ndo si bora la Bob Marley. Sasa ndio. Unamwona huyu mpumbavu huyu sijui shemeji uchwala huyu. Mimi kuna siku nitakuja kumkata miguu mwanangu. Shafahamu? Ila nini mwanangu? Mimi nikushauri kitu mwanangu Shengo.
Temana naye kama vipi mwanangu? Huyo anaweza kukuharibia life mwanangu, akusababisha tokaenda jela. Oya mwanangu wewe. Serikali hiyo mwanangu. Serikali ndogo hiyo mwanangu. Umeiona Umeiona hiyo. Mwanangu, hao ndio wazao wa kuda. Piga nyundo. Sisi tunafundisha misingi ya Biblia katika kumjua Bwana. Mchungaji, nafikiri wewe unielewi vizuri. Nimekutafuta kwa heri wala sio kwa shari. Na ningekutafuta kwa shari, singekuwa tunazungumza hivi. Ila nachotaka kukuambia ni kitu kimoja. Achana na mke wangu. Hivi unajua matatizo mangapi napitia katika ndoa yangu? Nahangaika na mtafutia mke wangu. Wewe unachukua tu sadaka, unafuga kitambi chako kwa ajili ya sadaka zetu. Unaona hiyo ni sawa? Utakuwa una pepo. Na pepo mimi? Ndio una pepo. Nina pepo mimi. Sasa nafikiri mchungaji unifahamu. Labda nikwambie kitu kimoja. Tumeonana leo. Ila achana na mke wangu. Tukikutana siku nyingine utanielewa mimi. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Salama? Salama. Tupo mheshimiwa. Asante sana. Tupo tumetura. Hii ndio serikali. Mtaani hapa kuna nani analeta mambo ya kipumbavu hapa? Huyu mambo yote kaadhibiti. Mimi mwenyewe nakubali. Show. Mimi nampenda sana huyu. Asante sana kwa kutambua hilo. Ila niliwatumia ujumbe. Mliupata? Tuliupata mheshimiwa. Mbona mkufanyia kazi? Tatizo ulitutumia mshangazi. Na ukizingatia sisi ni wauni, tunaogwadu kilo na robo. Tuingiza majaribuni mheshimiwa. Ndio. Hilo ndio tatizo mheshimiwa. Okay, sawa. Basi twendeni ofisini. Shehe, niliamini sitokukuta kulingana na kila nilipokuwa napiga simu hazipatikani, inapatikana mara ipatikani hivyo. Yaani muda tu mara inakata. Karibu sana shehe. Mimi niende moja kwa moja kwenye lengo. Mimi binafsi nimewaza sana. Sawa. Kulingana na changamoto ambazo nazipitia kwenye maisha yangu kwa sasa. Unaona? Yaani shemeji yako imekuwa ni changamoto. Mimi naomba nikuulize kitu kimoja shehe. Kwani shehe bado ile migogoro ya kifamilia inaendelea? Kwa sababu mara mwisho tumetoka pale, tumekaa vikao, tukazungumza, tukaweka jambo lako na mke wako likae sawa. Ina maana bado linazidi kuendelea? Malizi tu hapa. Hii mbona nyeupe tu kama mbuzi, hamna noma hapa nini uongo. Kwani shida nini? Okay, basi sawa. Niletea malalamiko na shemeji yako kwamba mlimvamia. Na bahati mbaya sasa wewe unataka hela. Hapo mheshimiwa ndio umegusa pazuri hapo. Yule tunamdai ujue. Yule toka ameozeshwa na mshua hajatoa chochote, alibakiza 100. Na sisi pale kwake pale tulifuata atupe 100 yetu. Uongo babu. Sasa si ungekuja ofisini kuja kuripoti? Hapo sasa hapo mheshimiwa hapo ndio tulikosea. Lakini mambo mengine fresh. Hebu acheni hiyo tabia. Yaani hili jambo halijaisha. Yaani nadhani nilivyokuja kukuambia kipindi kile na tukakaa kikao, ndo nikawa kama vile nimeboost moto. Wataka tufanye nini mpaka sasa hivi sasa? Kiukweli haki zangu za msingi sipati. Unanyimwa. Yaani ninashindwa kwamba nitaenda kushtaki wapi? Nitaenda kumwambia nani? Najua kaka uwezo wako wa kufikiri. Na ndo maana nikaona swala hili nikuletee. Sawa. Na nikitazama unaona wake watatu. Nimekaa nikawaza sana. Nikaona kwa nini nisiongeze nyonga? Shehe, wataka kuoa? Mna mheshimiwa sisi. Hiyo tabia naomba ishie hapo. Hiyo imeisha hiyo. Hiyo imeisha. Imeisha au ni hapa tu imeisha tu. Ili niondoke. Alafu unajua mheshimiwa tuna shida na buku tu. Nataka tukalipue kitu. Tukatuwashe kitu. Kuna mambo yamepelea hapa unaona. Alafu sijatoka na hela leo, bahati mbaya sasa. Mheshimiwa. Tuko mtaani kila siku hapa. Fresh. Ila naomba yaishie hapa kweli. Hatuna amani nyumbani na kazini, ugomvi mitaani,
tuko vitani, ndoa zetu majumbani zishakuwa matatani, ugomvi majumbani, hakuna amani. Allahu Akbar. Shukrani sana. Nataka kuongeza mke wa 4. Shukrani sana. Kwa hiyo na wewe kuongeza mke wa pili sio shida. Alafu kitu ambacho hujakijua ni kwamba hawa wanawake wa sasa hivi wa karne hii, ukiwa mwanamke mmoja atakusumbua. Ongeza mke wa pili ajifunze. Hata kama alikuwa anafanya vitu vya hivi lazima atarudi kwenye mstari. Umeelewa kitu kama hicho? Mimi naona kiwa 3 hapa. Na mpaka kuongeza mke wa 4, lakini hao watu wanao kiwa 3 wote wanakula wanashiba. Wanahudumiwa vizuri, wanapata huduma ya kutosha. Unaonaje kwanza mimi hapo? Mimi niko vizuri. Kuona kaka, uko vizuri na. Alafu nakula na shiba. Nimekuja na unyonge kutokana na matatizo ambayo mimi yananifika kila siku. Yaani tafulani imekuwa tafulani. Yaani ndani kwangu napaogopa. Unajua wewe ni mwanaume na siku zote mwanaume ndo kichwa cha nyumba. Swala hili naamini kabisa kwamba limeisha. Basi inshallah. Inshallah. Mimi bwana nikutakie heri. Lakini pia cha msingi zingatia. Sawa. 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 Usikwame, ukikwama njoo nione. Sawa. Nitakupa mawazo, nitakusaidia, kila kitu kitakwenda sawa. Sawa. Ndio vizuri eh? Basi mimi nashukuru sana. Sawa. Lakini huko ndani siingi. Wewe utamwambia kawasalimie. Hapana. Wewe unajua kabisa shemeji nikishaingia tu hapo ndani, kaa kwanza nikuchemshie chai. Wewe na uko ndani kuna chai nzuri unajua shehe. Viungo vyote vya kutosha. Najua. Na hiyo lazima tupige uchafu ndio mambo yaende sawa. Hapana, ngoja mimi nikuache kulingana na kuna sehemu naenda kwanza nipite pale. Alafu nikishatoka hapo ndio niende hivyo. Basi inshallah. Mimi bwana sikutoi. Hamna shida. Wewe msingi bwana tuwasiliane. Sawa. Ukifika kwa home utanipa taarifa. Basi yani. Unipigie. Haya. Sawa shehe. Haya. Hello. Hey. Ngoja shehe nitakupigia baadaye kidogo. We Mafatu. Haraka sasa nitakuondoka. Hatuna amani nyumbani na kazini, ugomvi mitaani kama tuko vitani, ndoa zetu majumbani zishakuwa matatani, ugomvi majumbani, hakuna amani. Haki wapi haki? 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 Haki wapi haki?